Mwana wa Mungu, unajua ni nini ambacho shetani ameiba kwako au amechukua kwako? Inawezekana uko unapita kwenye mazingira ambayo fedha yako huioni, mali zako huzioni, nyumba yako hujajenga bado, huna kiwanja mjini, hakuna lolote linaloenda, ndoa nayo imechelewa, na kama upo kwenye ndoa hakuna amani. Wengine wanafikiri ni hivyo vitu vimeibiwa. Na nilipouliza, wengi wanalalamika kuhusu nyota, wanalalamika kuhusu fedha, wanalalamika kuhusu kutokuwa na magari na nyumba, huduma nzuri. Sikiliza nikwambie, shetani hajaiba hicho kitu. Ngoja nikuambie ambacho shetani amechukua kwako. Kulingana na Yoeli sura ya 1 na mstari wa 4, Biblia inasema hivi: yaliyosazwa na tunutu yameliwa na nzige, na aliyosazwa na nzige yameliwa na papare, na aliyosazwa na papare yameliwa na madumadu. Mstari huu unazungumza kwa baadhi ya mambo ambayo yameliwa na nzige na tunutu na papare. Na wengi wanaweza kafikiri ni majumba na magari, lakini nikuambie sicho hicho. Kuna kitu kimeliwa tofauti na hicho. Dakika hizi 10 za urejesho zinakwenda kurejesha hicho ambacho shetani amekiiba kwako. Yoeli 2 na mstari wa 25 inasema, nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na papare na madumadu na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma katikati yenu. Kumbe Biblia inaeleza, inasema kinacholiwa kwa mtu yeyote, kilicholiwa kwako wewe baba ambaye unasumbuka na hiyo ndoa, wewe kijana ambaye unasumbuka na maisha, imefikia stage umejiita hustler. Hapana, kuna ambacho kimeliwa, na Biblia inasema ni miaka, na anatueleza kwamba hiyo miaka ambayo imeliwa na tunutu na madumadu na nzige na papare, Mungu mwenyewe amesema atairudisha. Maana yake anachovizia shetani kwenye maisha yako, havizii fedha, havizii nyumba, anavizia ile miaka ya kufanikiwa kwako. Kwa mfano, umezaliwa kwenye tumbo la mama yako na una nyota nzuri ya kuwa mfalme. Adui anachokimbilia hana shida na wewe, ana shida na ile miaka ambayo utakuja kuwa mfalme. Ana shida na ile miaka ambayo wewe utaanza kuchipua na kuwa tajiri. Hivyo basi anachokimbilia, anakimbilia kuila ile miaka. Ukifikia ule umri, kwa mfano binti umefikia umri wa kuolewa, kumbe mwanzoni kabisa adui ameshaula ule umri wa kuolewa. Unajikuta unachelewa, unapata mwanaume akuoi, unatafuta ndoa haitokei. Kama ni kijana, unatafuta namna fedha ziingie kwako, baraka zako unazisubiri. Watu wengine wanasema tunamsubiri Bwana, lakini kumbe tatizo sio Bwana. Shetani ameshakula ile miaka, ameshakula amani ya ndoa yako. Isaya 42 na mstari wa 22 anaeleza hivi: lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa, wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye, wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hawa watu ni watu walioibiwa. Maana yake kuna ndoa zimeibiwa, kuna maisha, miaka ya mafanikio imeibiwa, kuna mafanikio ya huduma yameibiwa. Wewe kijana, usihangaike, usisumbuke. Nimekuletea kipindi hichi cha urejesho. Nasimama kama mtumishi wa Mungu kurejesha hicho ambacho adui amechukua. Nami leo nasimama kusema rejesha, kama ambavyo Isaya anaeleza, anasema watu hawa wametekwa na wameibiwa, hakuna anayesema rejesha. Nami kwa jina la Bwana ninasema ujana wako na miaka ya ujana wako iliyoibiwa irejee katika jina la Yesu Kristo. Ninasema amani ya ndoa iliyoibiwa irejee katika jina la Yesu Kristo. Wewe mtazamaji ambaye unanifuatilia,
ambayo kazi haiendi